Sehemu ya mwisho, busu la mwisho la mke wa bosi. Basi niliendelea kumla slow motion huku tunakulana denda, tukamaliza na nilipumzika mtalimbo ukiwa ndani yake kwa dakika kama 10 hivi. Ndipo nikatoka nikambusu, nikamuomba nirudi chumbani kwangu. Kesho asubuhi saa 2 mie nilitoka kwenda shop na huyo mama alikuja saa 4 asubuhi. Alikuwa ni mtu wa furaha sana, ila mie nilikuwa bize mno na kazi za dukani na ukarani. Tuliendelea kulana kwa mwezi mmoja, ndipo siku moja huyo mama wa Kihindi akaniambia kuwa mumewe anakuja Mwanza baada ya wiki, na akaniambia nimwandalie ripoti ya kila kitu ili akifika tu akute kila kitu kipo sawa, na akaniambia kuwa nitulie tu wala nisipanic, kwani ataendelea kunipa mzigo kwa utaratibu ambao yeye ataniarifu. Nikijua kuwa mwenye mali anarudi, niliongeza spidi na frequency ya kumla na sikumpa nafasi kabisa huyo mama wa Kihindi. Nilikuwa namla mpaka ananiomba apumzike. Siku za wikendi nilikuwa narudi kwa dada toka asubuhi hadi saa 2 usiku, ndipo narudi kwa Muhindi. Siku ya bosi kurudi ikafika, na mkewe ndiye alienda airport kumchukua mida ya saa 11 jioni, nami nilikuwa shop. Alienda home moja kwa moja. Usiku saa 1 nilienda kwa Muhindi nikaongea na bosi na akaniambia nimpe ripoti aisome, ila kesho ndio nitaipresent. Ndipo nikamwaga kuwa naenda nyumbani kwa dada maana yeye karudi. Hiyo ndio siku ambayo sikula mzigo, nikarudi na minyege mingi na nikawa namtamani mno huyo mama. Kesho yake nilienda job saa 4 hivi, bosi akaja na tukaenda night la pia nikapresent ripoti yangu. Akauliza maswali nikamjibu vizuri na akasema karidhika, na tukarudi dukani ili akague fizikale kidogo kidogo. Alikagua kwa siku kama 3 hivi na akanijibu kuwa ripoti iko sawa. Basi tukawa busy na kazi mno kila siku na huyo mama wa Kihindi, tukawa tunapeana signals tu. Ilipita kama mwezi mzima mzigo wa mama siupati. Basi siku moja nikaona huyo mama ananipa note, nikaipokea na nikaisoma kijanja. Kaandika Jumamosi na kuja kwako mida ya saa 6 hivi, nitakaa mpaka jioni saa 1. Nikasema okay. Ikafika siku yenyewe akatia timu, nikamsikia anaongea na dada sebuleni. Shemeji wakati huo alikuwa kaenda Kisumu kikazi. Baada ya saa hivi huyo hapa kaingia room kwangu, acha nipate hofu. Nikamuuliza dada, kakuona unakuja kwangu itakuwaje? Akanijibu we nyamaza, huyo ni mwanamke mwenzangu tunajuana. Haya, mie nikala mzigo mida ya saa 1 usiku, akaniaga kuwa anaondoka. Mchezo huo tuliendelea nao kama miezi 4 hivi, ndipo muda wangu wa kukaa nchini ukaisha. Nikatakiwa kurejea Dar kwa kaka nijiandae na safari ya kuelekea Denver, Colorado. Dada alikuwa ananipiga vijembe kidogo kidogo kuwa nakula mali ya watu. Mie nikanyamaza kimya. Nilimwaga boss Muhindi kuwa baada ya wiki 2 narejea Dar. Alisikitika sana lakini akasema sawa. Nikaandika ripoti yangu ya mwisho na nikampa huyo mama. Ile wiki ya mwisho kila siku alikuwa anakuja home kwa dada, na siku zote nilimchapa nao sawa, na nilikuwa namla sana, kila staili na romance za kiufundi mno alimixi kabisa. Yaani alikuwa anasema kila aina ya maneno ambayo hapa siwezi kuyasema. Yaani nilimla mpaka uzalendo ulimshinda, akiwa na dada anaonesha mapenzi ya dhahiri kwangu. Siku ya kuondoka ilikuwa ni Jumamosi, hivyo alikuja kama saa 4 asubuhi na moja kwa moja alikuja room na akaniambia nimle sana, nami hakika nilimla. Nikamuinamisha nikamla mbuzi kagoma huku na yachapa makalio yake poa. Bisa 10 jioni nikamaliza mas na muda wa kuondoka unakaribia. Akaniomba busu la mwisho, na busu hilo ni la kwenye papuchi. Nikampanua miguu, nikawa uso kwa uso na papuchi yake, nikawa naipuliza kwanza, ndipo nikaanza kucheza na papuchi yake kwa ulimi. Polepole nikawa nakipitia kiharage kwa ulimi kama mara 3 hivi, na mwishoni kabisa nikalamba papuchi yote na kuibusu. Busu la mwisho, busu la kwaheri. Akalia akaniambia bye baba, nitakumiss. Nami nikamwambia bye, nitakumiss. Akatoka akaenda. Dada akaja kuniambia uko tayari? Nikamjibu ndio. Nikaingiza mizigo kwenye gari. Huyo airport nikaagana na dada. Akacheka sana akasema wewe ni ibilisi kweli. Mwisho